Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo kwa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza na mwaka kwenu. Semeni na mkutano wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ajili ya kila mtu ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtaweka hata siku ya 14 na mwezi ule na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika vingiti juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule iliyokuwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga kwenye uchungu. Msile mbichi wala kutoswa madini, bali iliyokuwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivyo, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu itapita juu yenu, isiwapate pigo lolote nikawaharibia nitakapopiga nchi ya Misri. Na kanisa, hili ndilo neno la Bwana. Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, waweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, waweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe chake,
sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, najua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa wenu. Kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Kanisa hili ndilo neno la Bwana. Malaika wote wa kupaza sauti, maombi
baadaye. Sasa ni wakati wa kuombea watoto. Kama tulipata matangazo tupate kuombea watoto wetu waendelee kuweza kuwaombea. Zamani watoto waliletwa kwa Yesu uzima na kuwafunza, na watoto kama kawaleta watoto wadogo na wache kwangu, na wakubali nami nitawalea. Usiwafunze wakinipenda moyoni, na wache kwangu watoto wadogo na wache kwangu. Watoto hamjambo? Hamjambo? Sawa sawa, nashukuru kuwaona pia kama hamjambo. Basi Mungu awabariki sana kwa kuogopa mvua kuja kuabudu pamoja. Sawa sawa. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tunaenda kuombewa, alafu baadaye tutatumia hapa kwa mvua. Watoto tuamini na tuombe. Mungu wetu, Mungu mtakatifu, mwenye mamlaka mengi, asante kwa ajili ya baraka za watoto Mfalme. Mungu, tunawakabidhi mikononi mwako watoto hawa ambao Baba wamefika madhabahuni kwako, na hata wale wote ambao Mungu ishimilele hawakupata nafasi hii. Mungu ishimilele, tuendelea kuwakabidhi mikononi mwako, kaendelee kuwalinda, kaendelee kuwafunika kwa damu ya mwana Yesu Kristo ya thamani. Tazama Baba, haswa kesho ni siku wengi wanafungua shule, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako wote ambao wako safarini hata sasa, ukawafunike kwa damu ya mwana Yesu Kristo ya thamani barabarani kote. Vyombo vya usafiri vyote wanavyosafiria Baba, tunavichovya kwa damu ya mwanao ya thamani. Mungu kawalinde na kuwafikisha salama shuleni, na hata wanapokuwa shuleni Mungu, wale ambao wanakaa katika mabweni, ukaendelee Mungu kuwahifadhi, ukaendelee kuwalinda, ukaendelee kuwa pamoja nao, kuwapa mwongozo kupitia Roho wako Mtakatifu, ili kwamba yale yote wanayofundisha Mungu ishie milele yakawe ya kuwajenga na kuwaongoza katika maisha yao. Mungu, wako watoto wengi wanaopitia changamoto ya kudhihakiwa, ya kuteswa, tunawakabidhi mikononi mwako, ukaendelee Mungu kuwakumbatia, ukaendelee Mfalme kuwapa mwongozo wale wote ambao wanalea watoto. Endelea Mungu ishie milele kuwasaidia wazazi, kuelekeza watoto katika njia za Kristo, ili kwamba hata wanapokuwa wakubwa Mungu ishie milele wakafuata hizo njia, zikaweze kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye. Wakabidhi Mungu ishie milele changamoto hata wazazi wanazopitia katika kuwalea watoto Mfalme, ukaendelee Baba kuwakumbatia na kuwasaidia katika Mungu ishie milele vyote vinavyohitajika katika malezi ya watoto hao wazuri. Mungu, tunakabidhi walimu wa watoto hawa pia, endelee kuwapa maarifa, hekima na Baba hata na matamanio ya maisha yao, kaendelee kukutana nayo sawa sawa na mapenzi yako. Wakabidhi Mungu ishie milele wale wote wanaotamaa ya baraka hizi watoto Mfalme, wote Mungu ambao wamechekwa, wamedhihakiwa Mfalme, tuwatangazia kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu ishie milele nao wakapokea baraka zao. Wale wote ambao wamepata baraka, Mungu ishie milele watoto bado hawajatoka Mfalme, tuwakabidhi mikononi mwako, kaendelee kuwatunza kina mama ambao wako katika hali ya ujauzito, na ukaendelee Mungu kuwatawala na kuwaongoza. Asante maana ni Kristo, na kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. You share the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Wale wakatekisimu wako wapi? Tafadhali sijasema mwende. Wale wakatekisimu, kuna kwa wachache. Wale wengine wako wapi? Boys wako wapi? Wako kule. Kwa nini wako kule? Sasa baada ya ibada tulikubaliana kwamba tunakutana, si ndio? Tunakutana saa 8. Haya, tafadhali kama utaenda nyumbani fanya mambo yako, lakini saa 8 tukutane. Wazazi ambao mko na watoto wa katekisimu, tafadhali saa 8 kisha kwa mtoto wako anakuwa hapa, kwa maana
muda umeisha, bado wiki moja, na sasa hii wiki moja nao wanafungua shule. Kwa hivyo nataka tukutane tena tuweze kuona pale mahali wamefikia. Sisi sasa wazazi, na mimi kwamba tunashirikiana sote na Mungu atubariki. Asante sana. Haya, mweze kwa klasi. Asante kwa imeacha sasa, basi na kwa klasi. Na pia kabla sijaondoka, nataka tutoe salamu kwamba jana tulikuwa kule Mianzini Kaloleni kwa ajili ya mazishi ya babake Lydia Shongoro. Na wapendwa, napenda kuwashukuru wale ambao tuliandamana nao, na mimi kwamba tulikuwa good number. Hata mama yetu Lydia alifurahi sana, alisikia kufarijika. Hivyo basi nataka niwaambie kwamba wapendwa, tuwe na moyo huo wa kuweza kutendeleana na kuweza kutiana moyo. Mungu atubariki sote tunapoendelea kumwabudu Mungu. Asante. Lakini pia mmezipokea salamu za Lydia? Mmezipokea? Asante. Mungu awabariki sana. Sasa ni wakati wa kupata matangazo ya kanisa.
Anasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina sijabadilisha, ni Allen Mjomba, by the grace of God bado ni secretary, ninaendelea kuhudumu katika term ya mwisho. Kwa mapenzi ya Mungu leo tunakuwa na electoral body mpya. So tunashukuru Mungu kwa kusaidia muda huo wote tumekuwa tukifahamu hii kanisa. Kwa niaba ya mchungaji wa parokia hii Reverend Mary Wamuti, na karibisha wageni wote waliohudhuria kwa mara ya kwanza kanisa letu hili. Wageni na wamisi, ningependa kwa acknowledge the good way. Naona kuna watu wasimikini pia na wageni. Mamangu Elizabeth Mwatala nimemwona pale. Wameni tafadhali. Tunashukuru kwa anaendelea kuchangia katika funga kikapu cha chakula. Tunazidi kuhimiza sisi sote tuchangie katika kikapu hicho. Ziko kwa kila milango, wakati unaingia kwa kanisa, vikapu hizo za chakula zimewekwa hapo. Tuendelee kusaidia huduma hiyo. Tunazidi kushukuru waumini wanaosaidia kupatiana chai na snacks katika kila ibada. Wewe ambao wako na moyo wa kusupport huduma hiyo, tunaomba tumuone People's Warden ili tuweze kupatiana support ya hiyo chai na vitafunio. Kila Jumapili tutakuwa na anniversary Thanksgiving, kushikana mkono kitarget kota yetu ya 560,000. Mwezi wa Mei anniversary itakuwa inaongozwa na Wananazareti, Mount Zion, Canaan, Getsemani na Getsemani, ambapo itakuwa tarehe 4 mwezi wa 5.
So kama uko katika hiyo timu ya Kanani, Zayoni na Getsemani, endelea kujitayarisha. Tarehe 4 ni siku yenu, mtatuongoza. Haimaanishi nyinyi pekee mtakuwa mnatoa hiyo anniversary, but mtatuongoza tukiwafuata nyuma. So kweli tayari kwa hiyo. Na kila muumini anazidi kukumbushwa kuna ile target ilipatiwa na kila mmoja wetu ya 16,800. Na hii kila mtu mwenye ambaye amehitimu miaka 18 kwenda juu. So kama kwa familia yako kwa watu 10, tuna expect 16,800 multiplied by 10 persons. Hii target inarudishwa au itarejeshwa kanisani tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Na minajili ya 6,800 tofauti na hizi anniversary na nini nyingine. Anniversary ni za kota ya kila mwezi. Lakini mwezi wa 6 tuna target kuchukua ile 16,800 kwa kila mmoja wetu ili tumalize kota yetu ya mwaka mzima, alafu tuanze kuweka maendeleo hapo hivi. Mkiangalia katika minutes za AGM hiyo ya mwaka uliopita, watu walisuggest tunataka kama kuwe na kabro, watu walisuggest tunataka kuwe na kodi yetu pre-market ili tuwe tunafanya harusi nyingi. Sisi tuko kwa barabara hapo hivi. Tunataka watu wote wanakuja Mombasa kwa harusi, wanatafuta bonzo kufanya harusi zao. So after tumeshalipa kota yetu na 16,800, tutaanza maendeleo ya kanisa hili. Nafikiri kila mmoja wetu hapa anaona venye anasikia joto. Hatujamalizia kanisa letu hapa hivi kwa sababu katika bajeti yetu tulifika mahali tukakwama kidogo mapeni ya development. So tukishafanya hivi tutaweza kupata mapeni zaidi ili tumalizie maendeleo ya kanisa. Msiko mnasema kwani kila siku tunalipa kota wachungaji ndio wanakula, kwa sababu kota inanaa kwa mshahara wa wachungaji. Haiendi mahali mwingine. Tulipa kota ya 60, hiyo ndio mshahara huo mchungaji wetu anapata, mchungaji Joel na mchungaji Leni wanapata kugawanyana na wale wachungaji wengine. Lakini ikifika kwa maendeleo tumebakia na nil balance. So ndio maana tunataka kama ni strategy kila mtu ataleta 16,800, tutaweza kufanya development afterwards. Na tumai hiyo imeeleweka. Haya, wale wanataka kujiunga na Mothers Union Anglican Women Fellowship, classes zinaendelea kila Tuesday saa 10:30 jioni. So tafadhali kama wewe ni mmoja wao kwa hapa na unajiunga na Mothers Union ama Anglican Women Fellowship, tafadhali jiunge, lakini baada umeattend mafunzo, kwa sababu wewe kushika mkono kama hujafanywa mafunzo. Mafunzo ni kila Tuesday 4:30. Wenye ambao hawana habari zaidi tunazamona chama na Mothers Union, ako hapa Doris, Mama Doris Maina ako hapa atawaelekeza zaidi. Classes za ubatizo na kushika mkono, kuwekelewa mikono zinaendelea kila Jumamosi saa 8, kila saa 8 ikianza saa 8 kamili. So kama uko na mtoto wako ama wewe mwenyewe unawekelewa mkono ama unahitaji kubatizwa, tafadhali Ankodeni wako hapa atakupatia mafundisho kila Jumamosi kuanzia saa 8. Gari la kanisa li for sale, linauzwa. So tunataka kwa upgrade tupate gari lingine nzuri zaidi ama kubwa zaidi la kuweza kuaccommodate sisi wote tunataka kwenda kutembea mahali. So kama unaweza bid, unaweza drop bid yako pale kwa kanisa, hakuna price tag imewekwa so far ya hiyo gari. So the highest bidder atakuwa ndio mshindi. Ukisema una milioni 2 na mwingine akisema milioni 1, bila milioni 2 ndio tutampa. Sisi hatuna ubaguzi, hili ni kanisa. Matoleo ya wiki iliyopita kama ifuatavyo. Kwa ujumla wiki iliyopita tuliweza kutolea Mungu sadaka ya 65,950. Fungu la 10 tuliweza kutolea Mungu 37,000 na shilingi 12, na free offering tuliweza kutolea Mungu 35,600. Na kama nilivyokuwa natangaza hapo nyuma, hii free offering inazidi kuzorota, inarudi nyuma zaidi. Na niliwaelezea kwamba kwa hii fund iweze kurun kila Jumapili, tunalipaka stima ya hapa kanisani peke yake. Ndio ni categories. Kuna ya hapa na ile ya gold na ya pale kwa vicarage. Stima ya hapa inakuja on average 30,000 na 40,000 kila mwezi. So
So kila mmoja wetu tunasikia kama tuko 300. Nisikia minimum period offering ilipitishwa na PCC. Minimum ile akili zaidi kila mmoja anatoa ni shilingi 200 na tuko watu karibu 300 na 400 hapo. So sensa zilizochukuliwa mwaka uliopita, sijui kama sasa hivi ndio wangapi. Kila mmoja wetu akipewa hiyo 200, tutaweza kukufikisha 60 kila mwezi na tutalipa stima ya hapa na ya Bikaret na ya wanarika pale kila matatizo. So tafadhali kama umesahau nambari yako ama kama una nambari ya Green Offering, tafadhali tembelea kanisa la Lilian pale. Na kama hauna muda wa kulipa hii Green Offering pale kwa ofisi, kuna page. Ukiwa nyumbani, ukiwa unawatch service ikiendelea, kumbuka kuna Green Offering. The account name hiyo Green Offering namba yako tu pale na problem jina yako. Hakuna story mingi. Ukiweka page namba na ile Green Offering namba yako, itajua kabisa kwamba huyo amelipia Green Offering contribution ya monthly. So tafadhali tuendelee kujibidiisha ili hii Green Offering yetu ipande juu. Shukrani ilikuwa 5,000. Parking ya magari ilikuwa 7,450 kota June. So far wenye ambao walikuwa wametuma nimesahau kukumbusha hii 6,800 unaweza kutuma 100, 200 kila siku. Budget yako ifike tarehe 8 mwezi wa 6 uko ushamaliza. So wiki iliyopita wenye wametuma 100, 200, 500 wamefikisha 22,000. Hiyo kota June. Account unaenda kota June. Zile story mingi. April kota hiyo ilikuwa ni nafikiri wana mail wanapaswa kuandika hapa hivi kama May kota. Sio kama kutuma na bill zimefika ngapi pale kwa kutoa update. Alafu facility haya ilikuwa na uboreshaji wa holi yetu pale, which mapato ni kidogo sana, tunaomba tuipaka rangi aina iko na eco mingi pale ndani. Tulikuwa ndio 14 pekee kwa facility haya. Bado tukibidisha zaidi kama kanisa tutapata mapato zaidi kwa facility haya. Haya total collection za wiki iliyopita ilikuwa 2,15,000 na shilingi 12. Tulipigia makofi kwa hiyo. Alafu na kukumbusha kwamba wanarika tarehe 1 mwezi wa 5 Kayo watakuwa na prayer breakfast pale kwa hall kuanzia saa 11:30 asubuhi. Wanarika wote kama mko hapa mnaomba kuhudhuria na mkue na wiki yenye baraka. Asanteni. Amen. Basi kuna ile familia ambayo anatoa shukrani na tafadhali je, wewe kufanya shukrani wala kutoa shukrani kuja hapa mbele tuweze kutoa shukrani. Familia ya Mary Senka. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Kama
tunamshukuru Mungu alitutia nguvu na ametuwezesha katika kila hali. Tunasema ni asante, na tena tunazidi kushukuru kwa kanisa kuja kuomba na sisi na msaada wenu, na zaidi ya yote pia nashukuru Yerusalemu, mshirika wangu wa nguvu, pia kunishika mkono na maombi na msaada. Asanteni na Mungu atubariki, tuendelee kuombeana. Hasa nizidi kuomba mzidi kumwombea mama, maana hali yake ilikuwa ni ngumu, lakini nazidi kushukuru maombi yatamwezesha katika kila jambo. Amen. Tunaweza geuka huku ili tuombe pamoja na Bwana. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Tupenda kujiunga na familia hii ya Mama Mary ambao wamekuja mbele zako kutolea shukrani. Wamekuwa na kipindi kizito, kipindi kigumu sana kwa kuachwa. Mama Mary kwa kuachwa na wanawe, mtoto wao dada, tunawaleta mbele zako. Wamekuja kukushukuru na kusema ni asante kama walivyokiri katika wako uweze kuwashika wakaona ni vyema kushukuru wewe pamoja na jamaa na marafiki wewe pamoja nao. Mwenyezi Mungu, shukrani zao zinaweza kuwa na mkato kupitia nguvu za ufufuo wako, ewe Bwana Yesu. Endelea kuingilia katika familia hii, endelea kusimama na Mama Mary katika jina la Yesu Kristo. Tia mama huyu nguvu kwa sababu unaweza. Msimamishe mwangalishe maana peke yake hataweza, lakini akiwa na wewe Bwana ataweza kuyashinda yote. Mshike mkono pamoja na jamii, neema yako ikawe juu yao, nguvu zinazotoka kwako zikawe juu yao, nguvu zako za ufufuo zitende kazi katika maisha yao, waimarishe hata imani yao Bwana isitikisike, bali wasimame kwako wewe. Tukushukuru kwa sababu hakika wewe unaweza yote na hakuna lisilowezekana. Mungu tunakushukuru. Wetu sema ni asante. Pokea sifa, pokea hata utukufu. Utamani, uongozi, hata uendelee kushuhudia ya kwamba unaendelea kwa msaada wako karibu Bwana. Tunasema ni asante tukiwa na imani ya kwamba pamoja nao. Tutaendelea kuwafuta machozi na kuwapatia tumaini la maisha kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata mwisho. Amen. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Basi kwa wale ambao wako na mafungu ya 10 pamoja na shukrani, sasa mnaweza kuja mbele tuweze kupata. Kama kuna fungu la 10 au shukrani wakati sasa, kaweze kuja mbele tuweze kuomba hili. Ametenda ya ajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza
Baba wa mbinguni, tunakutukuza kwa wewe ndiwe Bwana wa mabwana, ambaye Bwana unabariki wateule wako kwa baraka nyingi tena chemchemi. Asante Mfalme kwa sababu ya watumishi wako ambao uliwabariki, nao siku ya leo wakakumbuka ni kwa baraka zako ndipo wamesimama. Jehova, wamekuja mbele za uwepo wako kuabudu wewe na fungu la 10. Hata pia Bwana na shukrani mioyoni mwao. Jehova, ninaomba ya kwamba Mfalme ukapate kupokea baraka hizi ambazo Bwana wanazishiriki mbele za uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe Kristo ulifufuka kwa uwezo wa kiungu. Ninaomba kwa uwezo huo Bwana ukapate kuwabariki wateule wako hawa ambao Mungu wamekuja kukuabudu. Wabariki kazi za mikono yao sawia na ahadi zako takatifu katika neno lako. Kwako utawafungulia madirisha na milango ya mbinguni, ukawabariki. Hivyo wabariki katika jina la Yesu Kristo. Wanapofanya kazi wapate vingi, wavune vingi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wanapoendelea kukutafuta wewe, wakakuone wewe maishani mwao pamoja na jamii zao, in the name of Jesus. Ninaomba kwamba Mungu hata Bwana ukaendelee kuingilia kati maisha yao, ukaponye magonjwa wanaopigana nayo na ya wapendwa wao katika familia zao katika jina la Yesu. Ukabariki watoto wao, ukabariki kuingia kwao na kutoka kwao kuanzia sasa na hata daima. Bwana, ukabariki sehemu ya fungu la 10 wanakutolea, ili Bwana tukafae katika matumizi katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Asante sana mchungaji sana. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu, na siwezi kueleza, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Salimie jirani kwa niaba yangu, na bila shaka nikiwasalimia nitawapatia tabasamu. Mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Tuna kila sababu ya kumshukuru. Ametutenda mema, ametubariki, ametuinua. Amen. Kama mvua imenyesha na tumekuja, sio ni baraka. Ninaona kuna gaps na nikiangalia ninajua nani hawajakuja. Mvua imenyesha kwa sababu watu wamezoea kuketi mahali wamezoea. Wamesema tunabakishia wenye hawajakuja kwa nafasi zao. Sasa wale wamezoea kukaa nyuma wakaamua kila mtu na nafasi yake. Acha nione kama kuna wageni kila mtu kwa nafasi yake, na wale wamekosa kuja nafasi zao zikae. Tunashukuru hapa mbele leo tumebarikiwa, tuko na wageni wa hudumu na ni watumishi. Nitaanza upande wa huku, niko na mchungaji. Njoo tusalimie mchungaji. Sasa wajua nikitaja jina afadhali nataja mwenyewe kwanza. Asante sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni mwema na kila wakati. Amen. Basi ninamshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi aliyonipa kuwa nani. Mimi jina langu ni Wellington Gonja Chiranzi, na kwa neema ya Kristo natumika katika huduma ya chaplaincy. Hiyo ni wakati shule zikiwa zimefunguliwa, lakini pia nimekuwa attached pale St. Max Kindani, na nilipokuja huku achijiko wangu alijua na kuja mpokee salamu kwa niaba. Na pia ninashukuru kwa sababu nimepata makaribisho hapa kudumu kupitia mchungaji Mary. Yeye pamoja na mchungaji Joy ni watumishi wanaotia moyo sana. Hata mchungaji Mary yeye ni mentor, alinifundisha pale Bishop Hampton, na vile vile nilipata nafasi ya kutumika pamoja na yeye tulipokuwa Bamburi. Ni mtumishi wa nguvu tena wa baraka. Na nimefurahia, nimejua kwamba hapa ziko baraka na pia amenialika nitumike. Kwa hiyo ninashukuru sana mchungaji kwa hiyo nafasi ambayo nimepatia, na Mungu awabariki nyote.
Nikirudi niwaambie wanakitana. Asante mbarikiwe. Asante sana Reverend Wellington amekuwa pamoja nasi katika ile ibada ya kwanza ya Kiswahili. Anatuhubiria na kutufundisha na tumebarikiwa. Tuko na mchungaji ambaye yeye ndiye atakayetulisha neno, kwa hivyo atajitambulisha Reverend Dena au majina yake mengine, lakini vile ni mhubiri si atajieleza zaidi akiwa pale kwa pulpit. Tumekuwa nao katika hii wiki, pia tulikuwa wakati wa vetting kwa maandalizi ya AGM. They are part of the team ambao pia tulikuwa pamoja nao. Na niwakaribisha nikawaambia ni vizuri pia mkipata nafasi mwabudu pamoja nasi. Na vile wametikia mwito, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusema ni asante, na ninapenda kuwashukuru sana Reverend Wellington na Reverend Dena kwa kuweza kuitikia mwito. Asanteni sana tunapotayarisha nafsi zetu kumsikia Mungu. Thank you. Asante sana mchungaji. Basi tunapotayarisha mioyo yetu kusikia neno la Bwana, sote naomba tusimame tupate kuimba wimbo wa 239 kwaya wakituongoza. Hakika Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kulisujudia jina lako. Maana Bwana uliotenda ni mengi mno. Tangu tulipoingia hapa tunakusifu, tunakuabudu. Na sasa Bwana tutayari kukaa miguuni pako kujifunza kutokana na neno lako. Takasa Bwana mawazo na mioyo yetu. Tuondolee Bwana kila ambacho kilikuwa kizuizi kwetu, kama Bwana tusipokee kutoka kwako, tuondolee, ili mioyo yetu yote Bwana ielekeze kwako. Zaidi ya yote naomba tu Mungu nitumie tu kama chombo, ili Bwana ukanene na moyo wangu na ukanene na watumishi wako hawa. Maana tunaomba kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima ambao unatukirimia, neema ya kuiona siku hii ya leo. Maana ni kwa neema tu tupo jinsi tulivyo,
hatujampatia Mungu chochote, hatujagharamika chochote kwa jinsi tulivyo. Lakini Bwana kwa neema yake ametuajalia uzima, ametuajalia afya njema, na pia ametupatia neema ya kuingia malangoni pake asubuhi ya leo ili tukaweze kumwabudu. Nasema hivi kila Jumapili kwamba kuna wengine hata walipanga jana usiku wakasema kesho nitaenda kanisani, na wakawa wamepanga. Amen. Na leo hawako hapa na alikuwa wamepanga. Alafu kuna mwingine ambaye hata hakuwa amepanga kwamba leo atakuja, lakini neema ya Mungu imemwezesha na amejipata yuko kanisani. Amen. Kwa hivyo ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. Pili, nimshukuru mchungaji Mary pamoja na mchungaji mwenzetu Joy pamoja na mahudumu na halmashauri yote ya kanisa kwa kutukubali kwa mahali hapa asubuhi ya leo tukaweze kuabudu pamoja nanyi. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kiangalia Askofu wa Mombasa tuko wachungaji wengi tu ambao labda anyone of us could have stood here today. Amen. Lakini kwetu sisi kuwa hapa sio kwamba tu wazuri zaidi, lakini pia ni kwa neema. Kwa hivyo mchungaji, tunachukua nafasi hii kusema asante pamoja na mwenzetu mchungaji Joy pamoja na halmashauri yote ya kanisa. Basi kama mlivyosikia kwa majina yangu, naitwa Nixon Zuyadena, nimeokoka. Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Nimeoa mke anaitwa Nancy Omulepu na tumebarikiwa na watoto wawili na tunamshukuru Mungu. Amen. Basi nataka tuingie katika mahubiri yetu ya leo. Naomba Mungu atusaidie tu kwa muda mfupi, tunavyojua kwamba tunayo AGM siku ya leo, na pia tunapoangalia katika msimu huu, tuko katika msimu wa Pasaka, Yesu akiwa amefufuka, Yesu akiwa amemshinda mauti. Kwa hivyo tunayo kila sababu ya kusherehekea ushindi ambao Bwana ameweza kutuletea. Amen. Ya kwamba tuko leo kanisani na ujasiri, na ni kwa sababu Kristo alifufuka. Kama Kristo hangeliweza kufa na kufufuka, upendo hatungelipata hata nguvu ya kuja kanisani. But we are here today because Christ Jesus, baada ya kufa, aliweza kufufuka na sasa anatawala milele. Amen. Kwa hivyo tutaangalia mahubiri yetu, but we shall be basing on both parts ya kufufuka kwa Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, lakini pia lengo haswa ambalo ningependa tuzungumze siku ya leo, I wanted to speak about qualities of a good servant leader. The qualities of a good servant leader. Na tutaangalia hapo, tutakuwa tunarifaa sana kwa kiongozi wetu mkuu ambaye ni huyo ambaye tunazungumzia habari zake kwamba amefufuka, ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo we shall be looking at Jesus as our perfect example of who is a good servant leader. Na kuna somo tumesomewa pale, somo kama lilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu mlango wa 20. Tumesoma kuanzia mstari ule wa 20 hadi wa 28. Lakini kwa wale ambao wamekuja somo likiwa limesomwa, niruhusu tu nisome kuanzia mstari wa 25 hadi wa 28. Na hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini Yesu akawaita akasema, wajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu ni awe mtumishi kwenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. You will allow me to use both languages because I prepare my sermon in English. Kwa hivyo tafadhali niruhusu tu nitumie lugha zote ili tukaweze kulipata neno la Mungu kama vile alivyotukusudia tukaweze kulipata siku ya leo. So today we want to speak about qualities of a good servant leader. As I'm saying, we are looking at Jesus
as our perfect example of who a servant leader should be. Again, nataka uende na mimi tu kwa haraka kabla sijakuja katika zile points ambazo ningependa tupeane siku ya leo. Enda tu nami katika Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Wafilipi mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Maandiko yanasema, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huduma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus Christ amejionyesha kwetu kama vile tunavyosoma maandiko matakatifu. Ametuonyesha ni jinsi gani kama kiongozi anapaswa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. And today I want to share all those qualities of a good servant leader. And one, a good servant leader must fuel growth. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi yeyote aliye na utumishi ndani yake ni lazima awe na moyo wa kupanua ama kuboresha pale mahali anapotumika. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndiposa Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, angalia, Yesu alisema, sikuja kuyageuza yale ambayo manabii walikuja kuyatenda. La hasha, sitakuja kugeuza, ila nimekuja tu ili niboreshe, ili tuone imani zaidi. Jina la Bwana litukuzwe. And you see, when we speak about leadership, I am not only speaking about leadership in church, but as we are seated here, I want to believe that many of us, we are leaders in one area or another. Jina la Bwana litukuzwe. Hapa tunapokaa hapa sio watu ambao ni viongozi makanisani tu. Hapana. Kuna watu Mungu amewajalia na amewapatia neema ya kutumika. Na wengine kando na kanisa tuko na maofisi ambao tumepewa mamlaka na majukumu. Na kuna wengine ambao wako chini yetu. Bwana Yesu asifiwe. So when I speak about leadership, I'm not only speaking to those who are in church or leading in the church, but I'm speaking leadership at large. Mungu ametuneemesha na katika maeneo mbalimbali Bwana ametupatia uongozi. Lakini wapenzi, nimekuja asubuhi ya leo kuwaambia, ikiwa Mungu amekupatia neema hiyo ya kuwa kiongozi, au hata kama bado neema hujaipata, lakini one thing I know for sure is that Mungu siku moja atakuweka mahali kuwa kiongozi, na kiongozi kuna watu ambao wanakuangalia kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenzi wa Mungu, ni lazima tukawe watu tunaotamani kuboresha mahali ambapo Bwana ametuweka. A good leader, you always fuel growth. Ya kwamba mahali ambapo Mungu amekuweka, mwambie Bwana, natamani sana hapa ambapo umeniweka, by the time ninapoondoka pasiwe vile vile tu palivyo, lakini Bwana niwe nimepaboresha zaidi, papo zaidi ya vile nilivyopapata. That is a good leader. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuja alihakikisha ya kwamba ile huduma, maana kuna wengi walipita manabii wakaifanya huduma, lakini Yesu alipokuja alihakikisha kwamba by the time anaondoka amewaachia wanafunzi a better ground to continue with the ministry. Bwana Yesu asifiwe. And not a leader who fuels growth in that department which God has given him, not only in church, but I'm saying even in those offices wherever God has placed you as a leader. Are you someone who always fuels growth wherever God has put you? Matamanio yangu hata leo tunapoingia katika AGM, wapenzi wa Mungu, kunayo matamanio katika moyo wetu. Wakati mwingine tunamwambia Bwana, utakaponipatia uongozi, Bwana utakaponipatia nafasi, hili ndilo natamani Bwana nikalitende, ili ya kwamba huduma yako ikaweze kusonga mbele.
kuboresha huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na matamanio mahali ambapo Bwana amekuweka, ukawe mtu wa kutamani kuboresha maeneo ambayo Bwana amekupatia ili ukaweze kutumika. Because friends, Mungu hivyo ndivyo anavyotaka, ya kwamba tukawe watu wa kuendelea kupanua na kuboresha zaidi mahali ambapo Bwana ametuweka. Another quality of a good servant leader, you share knowledge. Praise the name of the living God. A good servant leader, he shares knowledge. Wakati Bwana amekupatia nafasi ya kutumika na kuongoza wengine, kiongozi mzuri aliye na moyo wa kutumika huwa ako tayari kushare ule ujuzi alionao pia kwa wengine. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndiposa Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Nimesema leo tutakuwa tunamwangalia Yesu kama mfano wetu mkuu katika masomo yetu ya leo. Jesus was a perfect example because the Bible says that everywhere that Jesus went, so many people would follow him because they wanted to sit and to listen as he shared. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kila mahali alipokwenda, wengi walitamani kumsikia, wengi walitamani kukaa miguuni pake, kuweza kupata kusikia kutoka kwake. Na haikuwa tu kila mara kuponywa, hapana. Lakini mafunzo aliyokuwa akipatia wengine yalikuwa ya msaada, na wengi walitamani kusikia kutoka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi wa Mungu ambao tuko kanisa la St. Luke's Makupa, wakati Bwana amekupatia nafasi ya kuongoza, kawe tayari na mwepesi wa kushare kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako kwa wengine. Because you will not always be there. Wakati mwingine Bwana ametuneemesha na ametupatia hekima hii ya kuongoza, lakini ule ujuzi ulionao wengine wanajifungia ikisunia ndia long. Bwana Yesu asifiwe. You want every time ukifanyika jambo mpaka utaulizwe wewe, maana hutaki kushare na wengine, kuwajulisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi mzuri ni yule ambaye ako tayari kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako, kawe tayari kushare na wengine, kawe tayari kuelimisha wengine, ili ya kwamba hata tena asipokuwepo, kazi ya Bwana bado itaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba hata usipokuwepo pale ofisini, una uhakika hakuna kazi italala. That is a good servant leader. Bwana Yesu asifiwe. So friends, let us share the knowledge that God has given us. When God gives us an opportunity to serve others, let us share that knowledge with others. Because Jesus Christ showed us a perfect example. And the Bible says that wherever he went, people would follow him and they would want to sit and to listen from him, even as he shared. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati tutaniruhusu tunaenda kwa haraka kidogo. Another quality of a good servant leader, a good servant leader, he builds trust. Bwana Yesu asifiwe. A good servant leader, you build trust with the people that you are leading. And I'm speaking about integrity and ethics. Kiongozi mzuri ni lazima uwe ni mtu unayeaminika, watu wanaweza kukuangalia na wakakuamini. Maana maisha yako, maana mwenendo wako unaonyesha ya kwamba ndio huyu wanaweza kuaminika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wapenzi wa Mungu, kuna watu hata wanapokaa katika kile kigrupu mlicho, unajua watu kwa hapa kanisa, lakini kuna vikundi vingi, sio? Sasa kuna watu hata ukiwasuggest majina yao katika vikundi wanasema hapa kama ni huyo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua kuna watu wenye anaweza being mentioned, kila mmoja anasema kama ni huyo hapa. Because yes, we agree that you are one of us. Lakini kuna watu wanapoangalia
wanapoangalia maisha yako, wanapoangalia mwenendo wako, wanapoangalia maneno yako, ndio yanalingana vile kiongozi anavyopasa kuwa. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu alikuwa mfano mzuri, maana hata wanafunzi walimwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana waliposhindwa na mambo walimpelekea Yesu, maana walijua tukienda, tunayo imani kwamba tukienda kwake suluhisho litapatikana. Bwana Yesu asifiwe. They are trusting him. Na ndio maana wakati mwingine hata Yesu akashangaa, kwani hao wanafunzi wangu nimekaa na wao, lakini mbona hata hao hawawezi kufanya? Lakini ni kwa sababu walikuwa na imani mno kwa huyu Yesu. Walijua tukienda kwake kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. How I pray that you will desire in your leadership, that people will have that confidence in you, that people will build that trust in you, that they will be sure that when we go to him, that when we go to her, we know that a solution will come. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lazima wapenzi, katika maisha yetu tukayatengeneze maisha yetu, ili ya kwamba, unajua wakati mwingine, nakumbuka sisi tukiwa pale Bishop Harrington, ilikuwa tulipoingia pale, unajua ukiwa pale mwanafunzi lazima uonyeshe kila mmoja umeokoka. Sasa kila mmoja ukionana naye unamwambia mtu Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata kutembea kwako ili uonekane sasa wewe unafaa kuingia hapo chuoni. Bwana Yesu asifiwe. But it is not just about saying praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Your life has to show as an example. Even before you tell people that praise the Lord, Christ Jesus is Lord and Savior, people should see by your actions. People should speak by the way you talk to others, and they say, yes, this one we can trust. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda mwingi haimaanishi kwamba utakonvince watu wa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutaaminiwa kwa matendo yetu, kwa maneno yanayotoka vinywani vyetu. Watu watatuamini na watajua kweli huyu ni kiongozi anayemchagua. Hata kule kazini kwenu kuna watu mnaweza kuwa wengi, lakini kunao uwezekano watu wakakuamini wakasema, yes, in as much as we have this process, but this one is different. And it is there, the possibility is there. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utofauti, maana Yesu anapokaa ndani yako, uongozi wako unakuwa tofauti, sio uongozi kama wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na uongozi wa tofauti ndani yako, na watu wanaweza kukuamini. So another quality is that you build trust. You have that integrity and your ethics. Another quality of a good servant leader is that you listen to understand. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi mzuri ni yule anayechukua muda kukaa na kusikiliza wengine wanasemaje. Bwana Yesu asifiwe. If you want to become a good servant leader, be ready to sit and to listen what others are saying. And that is why nimesema kila mahali itakuwa na mfano na Yesu. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe angalia, huyu ni Mungu, lakini Yesu kafika mahali anauliza wanafunzi, "Je, watu wanasema huko nje mimi ni nani?" Bwana Yesu asifiwe. Na si kwamba hakuwa anajua, bali alitaka kujua watu huko nje wanasema mimi ni nani. Na angalia majibu yaliyotoka, akapata majibu tofauti tofauti. Ni mmoja wao tu akasema, "Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu." Bakano na hivyo alisikiza na akapata majibu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. If you want to be a good servant leader, be ready to sit down and to listen to understand. Usiwe mharaka wa kuongea, usiwe mharaka wa kufungua mdomo, kuwa mharaka wa kukaa na kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Listen to other people's views. Listen to what people are saying, so that through that you can make a sober decision as a good leader. Bwana asifiwe sana. Tunatakikana tukawe watu wa kuweza kusikiliza wengine. Nazungumza hivi nikijua kanisa letu hili la St. Luke's Makupa limewekwa katikati ya jiji. Ninapoangalia nyinyi, Mungu najua amewabariki katika maeneo
wanaofanya kazi licha na kanisani peke yake. Mungu ametupatia uongozi mbalimbali, lakini hata katika ule uongozi ambao Mungu amekupatia utumike, kawe tayari kuwa tayari kukaa na kusikiza maoni ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. In as much as you are a leader, but it does not mean that you know everything. Sometimes be able to sit and to listen to what other people are saying. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how a good servant leader should be. Another quality of a good servant leader is that you demonstrate courage. Courage. Kwamba ni lazima kiongozi yoyote ukajiamini. Jina la Bwana litukuzwe. Unapopewa nafasi ya kuongoza, jiamini. Because you are not doing this on your own. Bwana Yesu asifiwe. Najua kanisa letu wako watu ambao wako haraka sana kujitoa. Hata wakati mwingine labda si hapa peke yake, na labda nyinyi hamko hivyo. Lakini kuna makanisa mengine hata ukiuliza watu wasifanye katika uongozi, kila mmoja anasema bwana hiyo mimi siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu ambao ukimtajia kuna kitu fulani mtu tayari anajitoa. Anakwambia hapana, hapo that is not me. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao hawajiamini wao wenyewe ya kwamba anaweza kuchukua jukumu fulani na nikalifanya. So people do not even have courage for themselves. Hao wenyewe hawajiamini. Sasa utaaminiwaje na watu kama wewe mwenyewe hujiamini? Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that I can do all things through Christ who strengthens me. So wakati kuna jukumu Bwana anataka wewe ulitende, haulitendi wewe tu kibinafsi, lakini jua kunaye atakayesimama na wewe kukuwezesha kuifanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. And always you should demonstrate courage. Kiongozi mzuri ni yule anayekuwa na uwezo wa kusimama na kuonyesha ujasiri ya kwamba yes, naweza kulifanya hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka wakati mwingi, unajua sisi tulipokuwa tunaingia katika hii utungaji, wakati mwingine unapelekwa mahali labda ufanyike utumike chini ya mtu angaliwe kama unaweza hii kazi. And one thing that I learned, in as much as yes you want to show that you are humble, but don't be somebody who always when you are asked to do something you say I don't know. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Hakuna mtu ambaye amezaliwa akiwa anajua. Jina la Bwana litukuzwe. But wakati uko na ujasiri ya kwamba unaweza kufanya, wapenzi wa Mungu, Mungu hupeana nguvu ya kipekee. Mungu hupeana hekima ya kipekee na anakuwezesha unafanya mambo vile ukiangalia unasema I could not believe that I was the one who was able to do this. Because you are not the one who was doing it alone, but you had Christ who was able. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine tunapatia wachungaji hata kazi kubwa wakati tunatafuta viongozi, maana kila mmoja ana bako. Hapana, hii mimi siwezi. Sasa unashindwa mchungaji mtaongoza na kila nani kama kila mmoja anasema hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lazima ndani yetu tukawe watu wajasiri, maana tuko naye Kristo na Kristo amefufuka yuko enzini. Kwa hivyo tuna ujasiri, tunaweza kuyafanya yote kwa yeye atutiaye nguvu. Bwana asifiwe. Mama, mzee, kijana ule mahali hapa, kuanzia leo kama ujasiri ulikuwa hauna, mwambie Bwana leo nineemeshe nikawe na huo ujasiri. Maana najua hata Bwana mahali ambapo unaona siwezi kuvuka, najua nikiwa na wewe Bwana nitavuka. And I can tell you for sure, if you have that courage, you will do a lot in your life. Nimekuja hapa nikwambie si kwa uongozi tu, lakini katika maisha yako unapokuwa na ujasiri wa Mungu ndani yako, utafanya mengi na makubwa ambayo hata wewe unaona sahihi huyawezi kuyafanya. Lakini unapokuwa na Kristo ndani yako, atakuwezesha na utafika pale ambapo ulikuwa unaona huwezi kufika. Utayafanya yale ambayo ulikuwa unaona huwezi kuyafanya. Maana hauyafanyi ukiwa mwenyewe tu, kunaye aliye ndani yako atakaye kuwezesha kuyatimiza hayo.
Jina la Bwana litukuzwe. Another quality of a good servant leader, a good servant leader, you model humility. Humility. Angalieni wapendwa, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. This guy was powerful. He had the power and he had the authority. But above all that, this guy was a very humble man. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii mpatie Mwanglikana madaraka kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mpatie Mkristo madaraka kidogo tu. Kuna watu watatembea wakikuuliza, do you know who I am? Watakuwa wanakukumbusha kila mara, do you know who I am? Umepewa madaraka kidogo tu na Mungu, umeonyeshwa madaraka kidogo, lakini utatembea kila mmoja katika kanisa hili na St. Makupa atajua wewe ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesus was God. This man was had power. Lakini Bwana akabakia kwa mnyenyekevu. Wakati watu walitarajia aingie mji wa Yerusalemu akiwa amebebwa na farasi, Bwana anaingia na punda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanamwangalia wanasema, Bwana, tulitarajia kwa vile wewe ndiye Mungu kubwa wetu, tulitarajia utakaa na watu wakubwa, lakini angalia unakaa na wenye dhambi, unakula na watu ambao hawastahili, because he even sat and he ate with sinners. Bwana Yesu asifiwe. But leo upewe madaraka, wale waliokuwa marafiki zako watasema they are no longer my class. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao ulikuwa unacheka na wao, watu ambao ulikuwa unakula nao, lakini umepewa madaraka kidogo tu, umepanda ngazi, huwezi kukaa na wao tena ukaongea na wao. That is a human being. Bwana Yesu asifiwe. But Jesus was humble. Kama ni nguvu alikuwa nazo, uwezo alikuwa nao, lakini akakubali kukaa na maskini, akakubali kula na wenye dhambi. Hata wanafunzi wenyewe wakajiuliza, huyu ni Bwana wa namna gani? Hatukutarajia ataingia kula na maskini kama hivi. Hatukutarajia atakaa na wenye dhambi kama hivi. But he sat with them. He ate with them. Doing that he was God. Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi wa Mungu, kiongozi mzuri ni yule aliye na unyenyekevu ndani yake. Ukiwa na unyenyekevu ndani yako utayafanya makubwa. Bwana Yesu asifiwe. When humility is part of you in your leadership, you will do a lot. Mahali ambapo watu hawatarajii wewe uende ukakae, they will see you there. Na watu wataanza kujiuliza, huyu ni vipi? Tulitarajia kwamba atakaa na watu wa level yake, lakini angalia, he has come down to our level to sit with us. And friends, I can tell you for sure, and this one is for free, when you have humility in your life, you will go far. Not only in church, but in whichever position God has given you. When humility is in you, you shall go far. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wengine, you see what things that come to realize. Unajua kuna wakati unapoona mwenzako kwa madarakani, unaanza kusema, natamani mimi ningekuwa pale wangenijua. Sasa jiulize, kwa nini wewe hauko hapo? Sasa hauko hapo maana Mungu alijua wakati ukipewa hiyo nafasi wewe. Bwana Yesu asifiwe. You see, sometimes we see other people living and we feel that they are not living right. And you are saying in your heart, I wish I was the one in that position. They would have known who I am. So you are not there because God knew. Na hicho kiburi chako, ukipewa hiyo nafasi utajaribu. Na ndio maana uko vile ulivyo. Bwana asifiwe. So remain humble. Kwa mtu mnyenyekevu. Wale unaowadharau leo na waona huwezi kukaa nao, you never know what God has planned for them.
Kilichobaki ni kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Nikatumike na unyenyekevu. Ninaowaona wako chini yangu, sijui kesho Mungu atawaweka wapi. Unaowaona pale ofisini wako chini yako, hujui Mungu kesho atawaweka wapi. So remain humble. Bwana Yesu asifiwe. Another quality of a good servant leader, na maliza nimebakia na 3. You give service to others. A good servant leader gives service to others. You always serve. Na ndio maana nimekusomea Wafilipi mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Na kwamba katika kutumika, wapendwa, hakuna kushindana. Bwana Yesu asifiwe. We are not in any competition. Lakini tumiakeleni nyinyi kwa nyinyi ndani kwa unyenyekevu. Jesus was able to show us as a perfect example, as a good servant, because he gave his service even to others. Bwana Yesu asifiwe. Jesus was a servant. In as much as he was the Lord, but he was a servant and he served. So a good leader, always you should serve others. Ikafikia mahali Yesu anawaosha wanafunzi wake miguu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, mpaka mmoja wa wanafunzi akamwambia, Bwana, naona haiko sawa kwako wewe kuniosha mguu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alimwangalia akasema, huyu ni Bwana, anawezaje kuniosha mimi miguu? Lakini angalia jibu Yesu anampa. Anamwambia, usipokubali kuoshwa miguu nami, basi hao na ushirika nami. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanafunzi huyu akasema, Yesu, basi kama ni hivyo, hata sio miguu tu, nataka unioshe mwili mzima. Bwana Yesu asifiwe. But Jesus showed that he was able to serve others. Ukitaka kazi ya kuwa kiongozi, ni lazima ukubali kuwa mtumishi. And that is the difference between a servant leader and a manager or a boss. Because a boss, you will want to sit and to be served. You will want people to come and serve you. But a servant leader, you give yourself to serve others. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua nini? Na ndio maana wakati mwingine tunashtaka hapa kanisani tunafuta viongozi. Maana watu wengi hata wanakuambia, if I give my service to the church, what will I get from the church? Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanataka kutumika mahali ambapo wanaangalia nikitumika nitapata kitu baada ya kutumika. Lakini wengi wanakuambia kazi ya kanisa haina malipo. Kwa hiyo wengi wanakaa kando naye. Sikia. Nakumbuka nikiwa kijana, nimemaliza shule, mimi ni kwetu ni pale St. Simeon Mazera, that's my home church. Na nimeimba kwa kwaya pale kwa muda mrefu sana. Nimeimba praise and worship pale. Sasa nilipoanza haya mambo ya kuingia katika hii mchakato ya kuingia katika hizi interviews nitakapofika darasa ndio na remember pale kanisani katangazwa kwamba Dena anataka kujitoa akawe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale kama na mzee mmoja pale kanisani akawa anasikiza hayo matangazo. Tulipomaliza ibada tukawa tunatembea tunaenda nyumbani. Sasa sikiza huko mzee alioniambia, nani mzee wa kanisa? Sasa Dena, just a young man like you with all your energy and you look like a very bright young man. Au kuona kazi nyingine yoyote? Paka kuona kazi nyingine kama huyu ni mzee wa nini? Ni mzee wa kanisa. Anaambia kijana ambaye anataka kujitoa kumtumikia Bwana. Sasa nikaona kumbe hata kuna watu wako kanisani na hiyo imani tunayoisema hapa sisi hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Because people they feel ya kwamba kumbe hapa kanisani there is nothing good that can come katika kazi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mzee wa kanisa niambie hivyo. Yaani anakuchagua na ananiambia kama ambaye kule ile njia umechagua ni njia mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. And I share this and I will share it. But I wish today, in the next week, sipate nafasi ya kwenda nyumbani sana. But I wish today he could see the Nixon that he used to see in those years.
and the mixture that I am today, the way God, what God has done in my life. Bwana Yesu asifiwe. Friends, I can tell you for sure, when you give your service to God, God will never leave you. When you give your service to God, God will never forsake you. Sometimes people may think that giving your service to church is like you are doing nothing. But I can tell you for sure, and I always tell God, that God, even if you are not going to bless me, but I know what I'm doing for you, God. Even my children and my grandchildren, Bwana Yesu asifiwe, will be blessed from what I am doing for you. And that is one thing that I know for sure. Unapomtumikia Bwana haiendi hasara. Hata kama Bwana hatakubariki wakati ukiona, lakini watoto wako na wajukuu wako na kizazi kinachokuja kitabarikiwa kwa ajili ya kazi unayofanya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And that is God. Jina la Bwana litukuzwe. Ya mwisho, I want to do the ninth and the last one so that we finish. A good servant leader, he always offer appreciation. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu mzuri wa kupongeza wale wadogo zako wanaofanya kazi chini yako. Wakati mwenzako amefanya vizuri, usisikie vibaya kupongeza. Mwambie, this is good. This is a job well done. Congratulations, you have done well. That is what a good leader should do. Kuwa na furaha wakati mwenzako anapofanya vizuri. Kuwa na furaha unapoona mwenzako anafanikiwa, hata kama ni mdogo wako. Furahia unapoona mwingine anainuka. Hivyo ndio kiongozi anavyofaa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mwingine anataka tu wakati akikadi ya kwa hivi iwe nasifiwa tu ikizoto ziu. Hapana. A good leader offers appreciation to others. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mdogo wako pale ofisini amefanya vizuri, mpongeze. Mwambie thank you and congratulations for doing this. And you can imagine, nini ambao mko hapa na ni manager. Imagine in that office Mungu amekupatia, alafu leo you walk out in that office and then yule wa chini kwa sababu amefanya kazi nzuri, enda kumpongeza kwa ile kazi amefanya. You may not know what you have done in this person's life. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umemuinua mahali pa juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ataenda akisema kumbe hata bosi wangu anatambua ile kazi ninayoifanya katika ofisi. Kumbe hata mkubwa wangu anatambua ile juhudi ninayoifanya katika ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Be someone who is able to appreciate others. Furahia mafanikio ya wadogo wako wanaoinukia. Furahia unapoona wengine wanainuka. And that is how a good leader should be. Last but not least, a good leader will practice empathy. Bwana Yesu asifiwe. A good leader practice empathy. Kuwa mtu wa kuhurumia wengine. Angalia wapendwa, Yesu mara zote alipoletewa watu wengi waliokuwa wanateseka, Yesu alimwangalia na akauliza jambo moja tu, ungependa nifanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokuwa kiongozi utaletewa mambo mengi, lakini unapokuwa kiongozi ni lazima uwe tayari kubeba na kuwa tayari kusaidia, maana kuna moyo wa huruma ndani yako. Yesu aliletewa watu wengi waliokuwa wanateseka na mambo mengi, lakini kwa huruma aliyokuwa nayo Yesu aliwauliza tu, je, ungependa niwatendee? And I can tell you for sure, everyone who went to Jesus Christ hakutoka hapo vile alivyokuwa tena. Aliondoka maisha yake yakiwa yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kiongozi wa kulalamika kwamba ni kila siku kwani itakuwa ni mimi tu. Hata mwingine wetu katika familia zenu, Bwana amekuweka katika hiyo position hapo na lengo na sababu. Usiwe mtu wa kulalamika kwamba mbona kila siku nifuatwe mimi. Umefuatwa wewe kwa sababu Bwana anaona wewe uko na uwezo. You have the potential to help the others. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu hafanyi kitu kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe ni kiongozi na mambo yanakuja, usianze kulalamika. Useme mbona kila siku ni mimi, mbona kila siku wanakuja kwangu. Ndio wanakuja kwangu kwa sababu Bwana amekuona uko na hiyo capability ya kubeba.
Bwana asifiwe. Sometimes when we complain a lot, Mungu anaona kumbe huyu nimempatia hii nafasi na analalamika. Sasa hiyo nafasi itachukuliwa mpendwa, na I can tell you for sure. And it will be given to another. Kwa sababu wewe ni mtu wa manunguniko. Wewe ni mtu ambaye kila siku unanungunika, kwa nini mimi? Sasa ukiwa mtu wa manunguniko, Bwana hiyo nafasi ataitoa kwako na ataipatiana kwa wengine, ambaye anaona huyu nikimpatia ako na uwezo wa kubeba hata wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, leo wapenzi wa Mungu, tunaingia katika uchaguzi. Na kunao watu Bwana ametayarisha tayari. Na Bwana atawapatia mamlaka ya kuongoza kanisa hili. Matamanio ya moyo wangu ni kwamba yale tumeyasikia hapa, matamanio ya moyo wangu ya kwamba maneno yote tumefundishana leo, sio kanisani tu, lakini hata kule unakoishi, kule unakotumika mpendwa, utakapoyazingatia haya, basi uongozi wako utakuwa uongozi wa kiungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Even as you take leadership today, for those who are going to be elected, my prayer is that by the end of your term in leadership, you will be able to look back and you say, yes, I thank God that this is what I was able to do with the time that God will give me to serve in this church. And you will be proud because you will know that you have done that which God wanted you to do. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atupatie hiyo neema tunapoendelea kutumika, tunapoendelea kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na haya maneno tutakapoyaweka na kuyazingatia, basi Mungu atatusaidia na uongozi wetu hautakuwa tu kama ule wa mataifa, lakini utakuwa uongozi ulio na utofauti. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana Mchungaji Nixon kwa ajili ya hilo neno ambalo lilikuwa la baraka sana. Sote tusimame, wapenzi wa Mungu, tuungane pamoja katika kuisema imani ya mitume kwa Aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho
Malaika aliwauliza wanawake, kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Yesu Kristo alishinda kifo na dhambi na sasa yuko hai milele. Bwana Yesu, kae nasi na utupe furaha ya kujua kuwa hakuna mateso yoyote yanayoweza kugeuza imani yetu kwako wewe milele. Katika jina lako na thamani tunaomba na kuamini kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tuungane pamoja kuiomba sala ya Kristosomo mtakatifu. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao. Yatimize sasa, Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa, ukitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati wa kutoa sadaka zetu, tusome sote wapendwa, tupate wimbo wa kutoa sadaka. Wimbo wa sadaka ni 381. Najishota kuongoza
maombi na shukrani. Ili Bwana kuzibariki zikaweze kuendelea kufanya kazi yako katika kanisa hili na ulimwenguni kote. Kwa Bwana kwa ajili ya wale wametoa. Ili Bwana kuwabariki, ili Bwana kutimiliza ahadi yako kwako. Ili Bwana wakaendelee kufurahia ahadi yako na baraka kutoka kwako. Tusaidie upendo na tusikie kwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae kidogo tafadhali. Bwana Yesu asifiwe tena. Nami nikushukuru kila mmoja wetu kwa kuweza kujumuika pamoja nasi na wageni wasimamini na sote kwa ibada hii ya leo ambayo tumejumuisha kwa pamoja vijana. Mungu atubariki sote. Tutaomba, break for a few minutes, alafu tuweze kurudi kwa AGM. Sisi tutaenda tu dakika chache tu, around 10 minutes, ili turudi. Chakula kimeandaliwa kwa ajili ya kila mmoja wetu, lakini hatutakula saa hizi. Saa 6 haijafika na tumezoea kula saa ngapi? Saa 7, si ndio? Kule tu ukweli. Kwa hivyo tuko na imani na matarajio ikifikia saa 7 chakula kitakuwa kiko tayari na tutakuwa labda tushamaliza. Amen. Kwa hivyo tunyoshe, tunaambiwa tusikae sana kwa muda mrefu, lakini uzuri wa ibada zetu huwa tunaketi na tunasimama. Wacha tunyoshe kidogo tu, few minutes, tubadilishe, alafu turudi tuanze AGM na Mungu atatubariki sana. Tusimame tafadhali. Tunaendelea kukushukuru na kusema ni asante kwa amu hii umekuwa pamoja nasi kwa ibada. Sifa na utukufu ni kwako. Hata tunapojiandaa kwa ajili Bwana ya kuendelea na mkutano wa mwakani, tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi. Na sasa amani ya Mungu inapita fahamu zote za wanadamu ikaweze kuwalinda nia na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Bwana Yesu Kristo, na baraka za Baba, Mwana na Mtakatifu ziwe na sisi sote sasa.